Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 6:04 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaendelea kiasi tukimalizia mjadala ambapo ni vijana na uongozi, ambapo bado nikiwa naye Amemba, Tyson pamoja na Mary. Kabla ya kuchukua pumziko, Mary, tulikuwa tunazungumzia kuhusu wimbi la Gen Z, na ningetaka sasa Tyson anaweza kuchangia maoni yako iwapo msukumo bado upo, kama jinsi Amemba alisema. Sasa mnajiandaa na mtakuwa sasa ni pamoja na Gen Z wengine, sio tu Gen Z peke yake. Hali ikoje? Hali iko vile mwenzangu amesema, Magufuli. Ikikuja kwa vuguvugu la Gen Z, kile kimefanyika nchini limepumzika baada ya fujo na kuingiliwa na uhuni kwa vuguvugu ambalo lilikuwa nia yao ilikuwa tu kubadilisha nchi, kuhakikisha kwamba nchi inafanya kazi vile inafaa ifanye. So kwa sasa nadhani vitu zinatokota chini kwa chini. Itakuja muda litajitokeza tena, na nadhani wakati litajitokeza nguvu yake itakuwa mara 3 kuliko vile ilikuwa mwezi wa 10, mwezi wa 6. Ilikuwa mwezi wa 6. Na mwezi wa 7. Na wakati huo nadhani itakuwa si Gen Z tu peke yake. Kuna uwezo mkubwa kwamba kutakuwa na generations zingine pia zitajiunga ili kubadilisha nchi. Na ni kwa sababu jinsi serikali imekuja kushughulikia vuguvugu la Gen Z limekuwa ni ile mbinu za kitambo, mbinu za kutumia fujo, mbinu za kutumia taasisi za serikali kama polisi kunyamazisha. Lakini serikali inafaa ielewe kwamba wananchi ambao inakabiliana nao wakati huu si wananchi wa mwaka 1960 au mwaka 1670 na kadhalika. Hawa ni vijana ambao wameenda shule, wanaelewa haki zao, wanaelewa nini ambacho wanataka. Na kitu ambacho wangependa ni serikali ikae chini nao, iwasikize na itekeleze mapendekezo yao, kitu ambayo serikali ya sasa haijafanya. So ukiangalia hilo vuguvugu linafanya ile inaitwanga press ups, warm up. Inajiandaa. Imerudi kwa gym, yaani ifanye zoezi, itarudi baadaye na nguvu zaidi. Haya, tukiwa tu bado tunasubiri kuona yale ambayo yatajiri hapo baadaye. Wakati mwingi utapata kwamba haswa katika kipindi cha hivi punde tuliona hata kisa hapa katika eneo la Kajiado Central, wanasiasa wa chama kimoja kikuu walijitokeza na kuwa na kikao na vijana wa matabaka mbalimbali na kuwapatia changamoto, kuwaonesha umuhimu wa kujitokeza na kujihusisha sana na siasa. Kando na kuandaa vikao kama hivyo, ni kipi kingine ambacho kinafaa kufuatwa ili hata kuwafanya labda vijana wengine ambao labda wana uwezo lakini wenyewe bado hawajajitambua, ili kuhakikisha kwamba wamewaleta pamoja na wamewafanya kufahamu kwamba wana ari ya kuwa viongozi wa kesho? Kando na kuwapa tu maneno, ni kipi kingine Amemba ambacho kinafaa kufanywa? Wanafaa waweke vikao kama hivyo, sio Kajiado peke yake, bali vikao viwekwe katika kila kaunti na viende hadi kwa mwananchi wa kawaida, hadi kwa villages. Na tunafaa tutumie vyombo vya habari pia kuhamasisha vijana. Kwa sababu utapata ya kwamba kila kijana hata kule mashinani, hata kama haoni runinga lakini anasikia redio. Kila kijana hako na kiumbo ambayo kwa anasikia. So tunafaa tutumie hiyo kufanya hiyo public awareness na kuelimisha vijana ili waone umuhimu wa uongozi. Na pia tunafaa tuwaambie ya kwamba
sisi sio viongozi wa kesho vile watu wanasema. Sisi ni viongozi wa leo. Kura ikitokea, vijana wajitokeze, mjitokeze, msimame kura. Msiwachie hawa wazee wakiwatisha kijana, wewe una pesa. Mara wamekuja na propaganda ingine kule katika mashinani ati hauna bibi, hauna nyumba. Hiyo haisitishe vijana. Vijana waweze kujitokeza, sababu vijana wenzetu pia wanafaa waone ya kwamba huyu kijana hana kazi, hajawahi fanya kazi popote, hana pesa ambayo itamfanya akuwe na hiyo nyumba ambayo wanataka, ambayo itamfanya wakuwe na magari za kampeni ambayo wanataka. Vijana waweze kujiunga, sababu huyu kijana akienda huko aweze kuzingatia maslahi ya vijana. Maslahi ya vijana inakosa kuzingatiwa kwa sababu viongozi ambao tuko nao ni wazee. Unapata kiongozi yako huko hako hadi na vitukuu hako katika bunge. Sasa unapata hata TikTok peke yake kiongozi hawezi tumia TikTok. Unapata hiyo X space hajui ni nini, lakini yeye ni mbunge, na huko utapata huko ndo penye vijana wako. So unapata hata kijana kufikia huyo kiongozi ni shida. Utapata ukiwa katika X space, kama mimi ni kijana nikitaka kufikia kiongozi wangu, unajua nitaenda pale X space na tuma tu SMS ujumbe, nasema hey, kiongozi nini hapa iko hivi na hivi na hivi. So tuweze kuchagua viongozi pia wenye wanajua maslahi ya vijana ni nini. Saizi technology pia inaenda. Unapata nimesema tuko na TikTok, hatukuanga na TikTok kitambo. Ni wabunge wangapi wako TikTok na ni vijana wangapi wako TikTok? Utapata ni wabunge tu kidogo. So unapata hata wabunge hawajui ni nini ambayo kijana wanapitia pale mashinani. Hawana uhakika kwa sababu hawaongei na wao, na hawa wabunge wenye ni wazee unapata wako na protocol mingi, hata kuwafikia ni shida. Si kama wabunge mwenye ni kijana. Unajua kijana, mimi nikiwa mbunge nitasema kijana ni aje, poa nini, tunaongea sheng. Hiyo ndo lugha ya vijana. Huyo mbunge hata ajui sheng ni nini. Ukimwambia we leo we gota nini, ajui kugota ni nini. Yeye ni mzee ambaye anafuata protocol. So tunafaa tukue na wabunge ambao ni vijana, ambao wanaamini maslahi ya vijana. Hata kama ni kwenda na mbunge mwenye ni youthful face, mwenye si kijana lakini youthful, still anaelewa masuala ya vijana ni sawa. Lakini tukiwa na wabunge ambao hawaelewi masuala ya vijana, hata zile miswada za vijana hawezi wakaleta katika bunge. Sasa unapata hawa vijana wanateseka kwa sababu ule mtu ambaye anawapigania hayuko. Na pia hawa viongozi wetu wanataka vijana wetu wabaki maskini ili waweze kuwanunua wakati wa kura, kwa sababu wanajua wapiga kura wengi ni vijana. So wewe ukiwa maskini itakuwa rahisi kukuja kupea 1,500 na kuambia enda katakata watu na panga, enda piga nini, kwa sababu wanajua hauna kitu. Na wewe pia kwa sababu uko katika situation yenye kimombo anasema desperate, wewe utachukua. Sasa viongozi pia tunafaa tuchague viongozi ambao wakiangalia vijana wanaona ile potential ambayo iko katika kijana. Bana kiongozi ambaye anaangalia kijana anaona tu vile anataka kumtumia kisiasa ili apate kura. Viongozi kama hao vijana wanafaa waangalie wakuwe makini kabisa. Waweze kuwarusha nje na kuwapeleka nyumbani. Sababu tunataka tukienda hii kura ya hii kura ambayo inakuja hii, nataka vile tumefanya mambo na Gen Z, nataka pia kuanzia mashinani tuweke vijana. Kwa sababu hata tusipoweka vijana, hawa wananchi, hawa viongozi ambayo wako hakuna kazi yenye wametupea. Sasa sisi pia twende tuwatoe kwa hiyo kazi yenye wanajisifu nao, ili tukue na only people yenye ni jobless pia kama vijana. Asante sana Mary. Pia hawa vijana ambao wanatamani kupata hizo nafasi na wamejitokeza na watapata hizo nafasi. Je, ni kipi ambacho kitafanywa kuhakikisha kwamba iwapo watapata pia hizo nafasi wanazitumia vizuri, wasikuwe na tamaa? Kile ambacho nitasema ni watu wenyewe. Unajua shida yetu kubwa wa Kenya ni kuna wale wanapiga kura, but wakitoka kupiga kura watarudi tena kupiga kura miaka 5. Hawataki kujihusisha hapa katikati na serikali. Tumefika hapa kwa sababu watu wengi hawako wanajua vitu zinafanyika kwa serikali. Na ile wakati ambapo watu walikuja wakajua ya kweli kuna mambo mabaya yanafanyika na atatufinyilia, hapo ndo watu walisema hapana. Mpaka watu ambao hawajai kanyaga maandamano walienda.
na ni kwa sababu walijua itatu affect. So ni kuendelea mbele, kwa sababu ambapo mara ya kwanza nilisema sisi wote hatuwezi toshea pale mbele, na sisi wote ni binadamu. Tufanye kazi yetu kama Wakenya. Kazi yetu kama Wakenya ni kufanya nini? To hold our leaders accountable. So hata tukichagua vijana, tusithani tutawaachilia na wafanye tu mambo kwa sababu ni vijana. Kwa sababu bado kwa hii bunge kuna vijana na ukiangalia kidogo hawayuko salama. So ni sisi wenyewe tukichagua viongozi tunawafuatilia miswada ambayo wanatoa, sheria ambazo wanatengeneza, vitu ambazo wanasema, vitu ambazo wanakuja wanatuambia tutakuwa na development. An example ni ruhusu kuongea kimombo. Tukishachagua viongozi, kuna document inatengenezangwa kwa county level inaitwa CIDP, County Integrated Development Plan. Na hii inakuanga na plans ya kutoka MCA, sisi public participation, public yenye tunataka, na bado governor, deputy governor, miswada yao yote inaingizwa, inatengeneza ile document. Inakuanga vigumu sana kubudget kitu yenye iko kwa hii document. Yes, unaweza badilisha, but it takes a longer process. Tukijihusisha kutoka mwanzoni, tuseme sisi kama wananchi hii ndo tunataka, inakuwa rahisi. Tusiachane na viongozi pale kwa debe, tuseme inakuhusu. Tunajua yes, kuna wale wako kazi tofauti, lakini tuliona mswada wa kuongeza nini ya rais, watu walituma emails mpaka nini ya Senate ikahang. So hata as much as tunaweza taka kuenda physical but si possible, tunaweza jihusisha na online na tuko na technology. That way hata kama ni viongozi vijana wataingia, watafanya vile ambavyo sisi tunawaambia. Tukiwaachia hapo ndo wanapata fursa na nafsi za kufanya vile vitu ambazo wanafanya. Na kitu kingine ningehimiza ni tukue kama tunaweza kuwa na systems zenye zinafanya kazi. An example, tungekuwa na an existing IEBC yenye inafanya kazi, kuna wengi wangeenda nyumbani. Tukienda tukuchagua tuone unatamaa, there is a way we can recall you. Tukiona kiongozi fulani afanye, lakini sasa hata tungetaka kurecall hatuwezi kwa sababu hatuna IEBC. Unapata hata hizi shirika ambazo zinafaa kuwa zimesimama, zina hold leaders accountable, ama tunaenda hapo kidogo hazifanyi kazi. Yes. Asante. Ameweza kutoa hoja nzito kuhusiana na vijana kuwajibika, kufuatilia kazi, sio kupiga tu kura. Tena unasema kwamba ni baada ya miaka 5 ndipo nitakaporejea tena. Kuna hapo hiyo miaka 5 hapo katikati unafuatilia iwapo kiongozi anatekeleza wajibu wake inavyostahili, kutoka kwa mwakilishi wa wadi kuja kwa mbunge, wakilishi wa kike, seneta, gavana na pia hata rais na viongozi wengine. Je, hili vijana wafanyeje? Watawezaje kufuatilia na hata wanajua kwamba wanafaa kufanya hivyo, Tyson? Hoja nzuri. Lakini nitachukua njia tofauti kidogo na hiyo hoja. I think imefikia wakati tuache kuona vijana kama wapiga kura tu. Wale wanaamka, wanapiga foleni, wanachagua kiongozi fulani, kisha wanamfuatilia kama anaongoza vile walitaka. Nadhani wakati umefika kijana kuwe katika kipaumbele kuwania kiti cha uongozi, kwenye meza ya kufanya maamuzi. Naam. Sasa hivi kuna viongozi wametuongoza karibu miaka 30 na wengi wao I think inafaa kuwe katika makavazi. Tukienda huko tunawasoma historia ambayo wamechangia kwa huu muda wote. Sasa hivi tuweke kijana katika kipaumbele katika kuwania uongozi na kufuatiliwa. Tunataka sasa wazee wafuatilie kijana, wamwambie tulikuchagua kama kijana kwenda kutuwakilisha. Je, unaongoza kulingana na kila ambacho tulikutuma kwenda kufanya hivyo? Naam. Asante. Na pia tukimalizia mfumo wa elimu nchini, je, unamwandaa yule kijana tangu akiwa labda shule ya msingi, sekondari, kabla hata hajaingia katika chuo kikuu, jinsi ya kuwa afahamu hata kiongozi ni nani, siasa ni nini, na hata jinsi ya kufikia hilo lengo la kuwa kiongozi aliye na sauti? Mfumo wa elimu ukoje, Amemba? Mfumo wa uongozi katika vyuo vikuu
ndio nitaongelea kidogo kwa sababu nilikuwa huko kitambo. Ile njia ambayo inatumika kuchagua viongozi katika hiyo vyuo vikuu, hiyo njia ya delegate, sisi tulipinga na tunaipinga hata venye tumetoka katika chuo kikuu. Tunataka njia irudi kama ya kitambo. Mtu akitaka uongozi wanapiga mlolongo, watu wanasimama nyuma yako, ama wanatumia secret ballot, lakini chuo yote inapiga kura. Hii njia ni njia ambayo serikali inatumia pia kumoderate, ili wasikuwe na activist wengi ambao ni vijana, kwa sababu wanajua huko ndo penye mashida zinaanzanga. Alafu unatoka huku nje na unakuja unaambia serikali ukweli. Hiyo njia, hiyo mfumo wa kupiga kura wanafaa watoe. Wakitoa, tutaweza kupata pia, itaweza kumold leaders wenye ni leaders wa maana. Ukiangalia wale ambao walikuwa molded na ile mfumo ya kitambo, unapata wako na msimamo, wako sawa, lakini hao mfumo ya saizi wanaweza hata chagua kuku kuwa president wa university. Si kama kitambo, naona. So pia nitaongelea kuwajibika kidogo. Tuko na sheria Kenya. Sheria inafuatwa na kila mtu. Kama tuko na sheria na tunaweza kufuata katiba yetu, huyu kijana akipewa kura, kama ni kufuata sheria, sioni kama ataweza ku misuse powers ama nini. Bora sisi vijana tupewe kura, tuweze kuongoza na tuweze kufuata sheria, kwa sababu Kenya inaongoza na sheria. Na hata sisi katika chama chetu tunaangalia sheria, ndio kitu ya kwanza. Constitution imefuatwa, ijafuatwa. Isipofuatwa tunaingia kotini kama kawaida. So vijana muweze kujitokeza, msitishwe vile nimesema. Na hata ndugu yangu na dada yangu hapa, nimegundua ya kwamba hata katika vyama hawana nafasi. Wao tu ni watu wa kawaida. Sababu kama ndugu yangu Tyson akiweza kuambia ati yeye tu kwa youth league, hiyo nini sasa? Na pia aliniambia katika mfumo wa uongozi wa vyama. Uongozi wa vyama uko na mfumo tofauti. Kama alisema mambo ya kuraba stamp, ati kuna maneno viongozi wa vyama wana rubber stamp. Lakini sasa swali ni, hawa wenye wana rubber stamp, hawa wenye wanatoa decision ya kuraba stamp ni nani? Simupiganie hizo nafasi za secretary general, za chairman. Kama nimekuambia huku kuna secretary general ambayo ni kijana, chairman ambayo ni kijana, tuko na wote executive director ni kijana. Hao ndio wenye wanatoa decision. Sasa sisi tukimake decision, tunafanya decision tukijua ya kwamba tuko na vijana katika kwa akili yetu. Na pia kuna hiyo youth league yenye umeongelea. Pia youth league iko inafaa kuongozwa na youth. Lakini sasa hapa hata kwa party leader, simkuje mpiganie pia mkue party leader. Naona. So mnafaa mjitokeze. Hata dada yangu hapa asikuwe tu activist peke yake. Activist lazima ukitaka kuchaguliwa utachaguliwa kupitia kwa njia ya chama. Hata kama sisi chama yetu ni mbaya, enda ingia Kenya Kwanza, tutakuwa tunagonga wewe huko tukiwaambia mumeangusha serikali pamoja na wao. Ama ingia katika ODM, tutakuwa tunawaambia mlienda kwa broad based government na mmeshindwa na kazi. Unaona? Sasa tukishafanya hivyo, sisi tutaweza kuchukua uongozi wa Kenya, na uongozi wa Kenya utaweza kuongoza na vijana. Hivi karibuni tutaweza kuita, sisi kama tutaweza kuita huyu rais ambaye amechaguliwa, huyu Faye wa Senegal ambaye ni kijana, ili aweze kuongea na vijana Kenya mzima, aweze kumotivate vijana, kwa sababu nimeona ndoto yake pia ni kukua na vijana katika wakue marais katika Afrika mzima. Tusikuwe na rais ambao wenye ni wako na miaka mingi kama ndugu zetu Uganda, ambayo wako na rais mwenye ni babu. Sasa unapata hata ajui vijana wa saizi wanataka nini. Shikilia hapo. Sasa bado tukimalizia, Mary, wakati sasa vijana wanapochukua nafasi za uongozi, je, iwapo kwa mfano kama wewe ulianza kujihusisha na masuala haya wakati ulipokuwa katika chuo kikuu, iwapo labda ulikuwa umeandaliwa kutoka shule ya msingi, shule ya sekondari, unaona ungekuwa wapi? Naona mwaka wa election ambayo ilipita ningekuwa kwa debe. Kama nilianza kutayarishwa mapema. Lakini nataka kuguzia kujibu swali ambalo ulimuuliza yeye. Ukiangalia hata kwa watu ambao hujitoa kuenda kwa debe,
shuleni ama hata huku nje ni watu ambao wamefanya certain courses, mawakili, watu wamefanya masomo ya siasa, hiyo ni political science, watu wamefanya social science. Na ni kwa sababu unapata kuna unit moja ama mbili ambayo inakusaidia kuangalia vitu kwa upana. Bado masomo ambayo nilipata university, nilifanya unit ya sociology, na ule mwalimu wa sociology ni yeye alinisaidia kujua politics, siasa inani affect. Nikinunua mafuta, nikifanya nini, that's politics. Mbeleni nilikuwa nasema mimi sitaki kujihusisha. Na kulingana na kuenda zile darasa na ule mwalimu kuwa radical na kutoambia najua ampendi politics lakini politics inakuaffect, hapo ndo niliona naweza jiunga na wapi kwingine ili niweze kujiunga na vijana wengine. Lakini unapata wale watu wanafanya walimu, daktari, hawapatani na masomo ambayo inawasaidia hata kukua prepared, kukua active citizens. Sasa masomo iko pale, tungehimiza tukiendelea mbele, tunapata tawala wanafanya udaktari wapi, wanapata kuelewa kutoka shule hata kama ni shule kuu, hata kama it's just one unit, venye tuko na critical thinking across. We have political class, one political class yenye inakata across, so that whichever course you do, you become an active citizen. Kwa sababu pale ndo shida inatokea. Unapata madaktari wanasema, mimi si daktari, lakini saizi ukiona hawa ndo wako most affected, hawalipwi au interns. Haya, asante. Kwa sekunde 10 tu malizia, Tyson. Kijana ana nafasi gani humu nchini? Kijana ana nafasi kubwa, nafasi ya kukomboa taifa lake, na nafasi ya kuhakikisha kwamba Kenya inaongozwa vile inafaa iongozwe. Na muda unakuja, miaka 2-3 inakuja, kijana aache kutumiwa na mwanasiasa na anze kujituma kuongoza taifa la Kenya. Naam. Asante sana, bila shaka asante Tyson, Mary pamoja na Amemba. Mumezungumzia masuala mengi kuhusiana na swala la vijana na uongozi, na vijana wamehimizwa kujitokeza jinsi hali ilivyo nchini na wajue haki zao. Mtazamaji, nachukua pumziko fupi mno, baadaye